mapenzi hisia. Yaani mbozi akiongelesha kitu kidogo, yaani unaona msema mzee anakoroga. Mzee umepitia hali ngumu sana. Leo nimechoka. Mimi ni venye yani nilikuwa off leo, nilikuwa napumzika tu, lakini ningekuwa kazi. Naona hiyo siku ingekuwa mbaya sana. Umepitia sana yani. Nini? Imekwaje? Nani? Wewe daktari? Niambie mambo hivi. Fresh, safi niambie. Fresh. Napotea kweli. Mwanangu sana. Mwanangu mtaimu lakini Unajua kupotea mzee. Lakini mwanangu siku gani ile siku ile jamaa kaniuzia. Basi wasema juzi lakini kitambo sana wazee. Sawa vipi mwanangu lakini? Alafu unapita bila salamu mwanangu. Fresh mzee, unajua harakati unaona mimi nilikuwa na mtoto mzuri nini. Mazingira unajua ukiwa na mtoto mzuri wao hakuna mbambamba, yani waangalie mambo mengi. Nina mtoto mzuri tu mwanangu. Wasemaje? Wewe ni yule mtoto. Jaacha mambo yako kabisa. Mwanangu. Mbona kama unaona huko sawa? Nini mbaya? Ama mambo yako yale hujaacha. Yaani sema wewe mtu mwenye niko naye huyo. Kuna shida gani? Mtu si mzuri. Jamaa unamuelewa kweli huyo? Mtu wangu anasema sio mtu mzuri vipi yani? Cheki mwanangu. Unajua wewe ni mwanangu wa muda mrefu sana wajua. Yaani nakuelewa yani, lakini sasa umeanza kunizengua sasa mwanangu. Umeanza kunipanda kichwani yani. Sasa unasemaje mtu si mtu mzuri? Yaani vipi yani? Jieleze basi maana ukisema si mzuri sielewa. Nasema mimi ndo najua mwanangu. Cheki. Wewe cheki. Ni mwanangu ni kwa njia yangu cheki. Angalia. Tuongea wakati tutapatana mwanangu. Lakini cheki. Mambo mengine mwanangu zingatia muda sawa. Cheki. Kama umemwelewa mtu ni nini fresh. Lakini mambo ya kusema sio mtu mzuri hayo ni mambo yako. Wewe chukua hii. Chukua 5. Fresh tutakutana. Hapo. Tutasomana. Safi. Kama mjua yule. Walimu wangu mwanangu. Jamaa kuna sasa yuko naye yule. Lakini mbaya na hujamwelezea au unajua mshikaji wa karibu, lakini wako ulikuwa fanya kitabu chako wewe. Lakini haelewi yule sasa. Mahali wamenikuza yani mwanangu, yani nasikia yani, lakini smile ndio smile. Ndio ya dunia lakini smile. Nani huyo mbona zingua wapi tena mbona sielewi? Aiwa. Hata sio ile noma ile paka ikadungwa ile ile. Aishapata bro mwanangu. Wewe si niko hapo mtaani mwanangu. Mambo mbaya mwanangu. Tarehe asubuhi ameingia mzee mimi hata niko hapo tu. Pole hata mida huko mazendi poa, lakini naona kubaya noma sana mambo kule noma mbaya sana. Sasa hii hapo basi nitakucheki baadaye. Hapo. Au sio? Bwana leo mwanao mitae au sio? Kule ambo fresh. Mjua kidogo bro. Mbona sielewi na mmekaba njiani sielewi nini? Wanangu tunaulizana nini wanangu? Nini? Kwa nini? Chini. Jamaa basi huko wanangu. Tulia chini bro. Tulia chini ni baya bro. Swagi bro. Nini? Banini mlani bro. Puli na bro sio. Mapenzi hisia. Mapenzi hisia. Mapenzi hisia. Yule mtoto anampenda, sijui kama ananipenda mimi. Niko sawa mimi.
hisia. Hapatikani. Mbona si neno nimeongea naye sasa hivi? Waje mtu anasema zingatia muda alafu yeye mwenyewe hayuko active. Ni wasipendi. Oya mwanangu vipi? Safi niambie. Hakika. Mwanangu umeniweka sana. Mpaka watu wakiniangalia wanadhani nasubiria mpenzi mwanangu. Hebu wakati mwenyewe ujaribu kwa serious mwanangu. Vitu vingine ni kwa serious. Anakutania nawe. Vipi? Vipi na gini unaona? Mimi niko kuandalia vitu tayari, si wajua wewe. Mimi niko nafikiria basi utafuta. Na wajua wewe mwenyewe unapenda kusema zingatia muda. Ila pole. Sasa siwaze, hayo mambo ya kawaida mzee. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Karibu basi. Basi ni yako hiyo mwanangu. Au sio? Fanya mambo. Hiyo ndio nianza hiyo. Sasa mzee unaona? Najua hivyo ndio vitu vyako basi. Si vitu vyangu lakini mara moja. Au sio? Mara moja ikitokea ndio hiyo. Siwase basi karibu. Asante mzee. Niambie lakini. Fresh. Mageni. Mimi wazee sina mageni. Sina mageni kabisa. Ninafanya mambo yangu hapa msee. Wacheki. Beti tu. Wewe endelea kubeti wewe. Na wewe mwenyewe sasa hivi uko na mwaka wa 3 na beti na hujapata kitu. Sasa cheki. Issue ni hivi. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kusule issue niliambia kusule mambo kuelewa. Nilikwambia kwamba nitakutafuta. Nakumbuka. Na sasa hili swala limenitatiza sana yani kwa muda mrefu. Sikujua kama ulikuwa unamaanisha nini kabisa. Ndio maana leo nikaona tutafute sehemu tulivu ili tukae tuongee kama wanaume. Basi Kabisa. bila wasi, mimi niko hapa kwa ajili yako. Unajua? Mimi na wewe ni mandugu. Unaona? Yaani ni washikaji muda mrefu sana. Hata mimi yule mtu kweli sijui unaichukuliaje, lakini mimi nataka nikusaidie. Yule mtu mazee alikuwa mpenzi wangu. Unaona? Si mpenzi tu eti kwe hivi na hivi tutasumbiana, sijui niliishi naye kabisa, kwa nini? Unaona? Lakini si yule mtu anapenda sana hela mwanangu. Unaelewa? Anapenda hela. Hasa mimi nakutahadharisha na mapema. Maanake yule hata wewe mwenyewe atakuja kuacha. Angalia, wewe cheki kwa gari lakini mwanangu akwambia yule akipata jamaa ambaye liko na majinga ama jamaa liko na mahela. Hapo itakuwa story mwanangu. Kwambia. Kwa hivyo alikuwa mpenzi wako mkaachana. Alikuwa mpenzi wangu tukaachana. Na si kwamba tuliachana kwa idari yangu. Aliniacha yeye mwenyewe. Basi fresh. Unajua nini? Mimi nilikuwa nataka kujua ile point muhimu sana yenyewe ilifanya mpaka ukaniambia yule sio mtu mzuri. Mimi nilikuwa nataka kujua hivyo. Kumbe ni kwa sababu yani alikuacha. Wewe ulikuwa kuna bifu. Hoje ni leo mwanangu. Unajua nini? Ngoja. Unajua sisi ni wanaume. Sio? Sisi ni wanaume. Unajua wanaume harakati zetu ni pesa. Unaona kama utafuta pesa, kama una bidii na pesa. Hata mwanamke kukuelewa inaweza kuwa ngumu sana. Sasa bidii na pesa inamaanisha sina kazi, zingatie hela ama sina maana hiyo. Hii ina maana ya kwamba yani mwanamke, ukitaka mwanamke alainiki, mwanamke anyoke. Mwanamke mmoja anastahili kubembelezwa, unaona? Mbelezo? Ukiona kama kuna mahali ni pagumu unambembeleza. Unaangalia kule nipige huwa mwanangu. Sawa basi cheki. Mimi naona wewe hauna jipya kabisa. Kesho yenyewe naona hapa ni kwa sababu wewe huyo mtu alikuacha, ndio maana ulikuwa unaongea hayo mambo yote. Niambie ndugu yangu. Utakuja kuyaona.
Musa si mbole atatoa pembe zake yule mwanamke. Unajua nini? Waswahili wanasema ukiona kitu kinaelea jua kimeombwa. Unajua naongea kwa sababu gani? Unaona mimi nilikwambia wewe tulikuwa marafiki kwa muda mrefu sana. Lakini kulingana na vile ambavyo wewe ulikuwa unaonekana yani. Tukio muda wote ulikuwa unaonekana mtu ambaye ni wa kawaida sana. Sio kama mwanaume. Ulikuwa unaonekana mtu wa kawaida yani kama hauna mpenzi ni nini kwa sababu mwenye ako na mpenzi hata mtaani watu wanajua kabisa mtu fulani yule ni mpenzi wake. Lakini sio wewe. Mimi nilikuwa mtu wako wa karibu lakini sikujua. Kujua unajua kuna mambo mengine ni siri mwanangu. Si lazima nikwambie vitu vyangu vya ndani. Sasa issue ni hivi mwanangu. Mimi nilikuwa nimekuja kujua hivyo tena niondoke. Au sio? Kama vipi wewe unaweza ukamalizia vitu vyako alafu mimi nilikuwa nimekuja kujua hivyo. Mwenyewe niko na stress kibao. Goma langu limeenda kama nilivyokuambia. Sasa hivi nilikuwa mtu ananitafuta nini ama washikaji wangu mtaani wananicheki lakini sasa nataka kuingia harakati nicheki goma lingine sielewi lakini mambo mengine yakifanyika labda lazima ulifanye nini? Tupanike akili ili mambo mengine yaendelee kama hivyo. Wewe njifanye na mapenzi tu lakini takuja laani mjomba. Nakwambia mimi. Wewe mwanangu fanye wewe utasomana. Au sio endelee umeniambia ama shalipa au sio? Kama kawa basi mwanangu. Wewe ndo mwanangu wa faida. Yaani kuanzia sasa unaona kila kitu kiko sawa. Maana unafurahi nini? Lakini sawa mwanangu. Lakini wewe mimi au sio? Nenda kukula kwa ndiacho bado. Hamna kitu. Wewe tutasomana mwanangu. Poa ama kawa? Unajua jana nilikutana na wale masela pale maskani pale nilimwambia ningoje kidogo pale. Niongee na wao. Mimi nilienda nikawagotea. Kuna kijana mmoja pale tuliachana muda mrefu sana. Lakini ni rafiki yangu. Yaani alikuwa rafiki yangu kutokea mbali. Yaani tumebana vizuri, tumeishi vizuri. Lakini yule jamaa akaniambia kwamba wewe sio mtu mzuri. Mbona? Hilo swali hilo ndio pia mimi nilijiuliza. Kwa nini wewe sio mtu mzuri? Story ndefu lakini acha tu nikukatie short. Yule ni kweli alikuwa mtu wangu. Correct. But mwenendo yake mimi haikunifurahisha. Alikuwa ni mtu anachukulia tu vitu simple. Ni mtu yani hajali mwenzake. Ni mtu yani anajipenda tu yeye. Akitoka akienda kazini anakuachia 200 sio 270 ni unga kama ni mboga. Na akikuja anataka kitu cha kukula. So kimimi nimeona tu ananitesa sana. Sasa kama tu niachane ni move on tena. Okay, ni sawa kulingana na vile umenieleza mimi sina shida. Kwa sababu ukiangalia mimi mwenyewe yani nakupenda ile noma. Sasa wewe mwenyewe unajua. Pia mimi najua nakupenda sana yani zaidi ya sana. Alafu yani kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza ni ile ya kwamba kwa nini unajua kwamba kulikuwa hivi na hivi alafu unaniambia. Unaona? So kulingana na vile umeniambia mimi nimefurahia na mimi nimeridhika. Na yeye mwenyewe nilimwambia kabisa yani as from now yani akituona mahali ajue kwamba mimi na wewe ni mtu na mpenzi wake. So asituone tena mahali akashtuka sijui nini. So kuanzia leo mimi na wewe ni wapenzi yani rasmi. Maybe kitu ambacho kinaweza kikatutenganisha ni kifo peke yake. Bali na hapo sioni. Maana mtu yeyote akijaribu kupita mbele yangu, haki ya Mungu naweza nikamuua kabisa. Ndio maana ninapokuamini. Wewe cheka alafu une kama ni jokes. Mimi nakwambia ukweli. Yaani mtu yeyote akijaribu kupita tu hivi. Kama si mimi basi ni yeye.